Yes, it is a Merry Christmas to all of us. But believe me or not, let us not lie to one another. There is no happiness for me to wish you in this very Christmas. All that happiness has already been taken by Ruto and his goons. Ruto and his goons. The DCI has the happy Christmas. We are left with the merry, but the happy Christmas is with them. Madam Ruto, nilikuona juzi ukizungumza wewe. My sister, sitaki nikukosea heshima, lakini nakwambia tena, kama wewe kweli Madam Rachel Ruto, the first lady, kama wewe kweli unataka kusimama uzungumze maneno ya Mungu huku ukimsifu mume wako, kama ulivyozungumza juzi clip ile pale, ukisema kwamba mume wako ni mtu wa Mungu, na kuuliza hivi, wewe Rachel Ruto, na kuuliza hivi, wewe mama yake Nick, mama yake yule mtoto wa kike, na kuuliza hivi, umeshawahi kusikia kijana anayeitwa Peter Njeru Mteti aliyekuwa abducted Uthiru? Umewahi kusikia huyu kijana anaitwa Billy wa Embu aliyekuwa abducted? Umewahi kumsikia huyu kijana anaitwa Bernard Kavuli wa Rongai? Who did all that kama si mume wako William Samuel Ruto? Na ndugu yangu director wa DCI Mohamed Haj, whatever your name might be, nakwambia hivi, usituuzie uoga. Mohamed Haj, director wa DCI, acha kuingia misikitini wewe ndugu yangu. Acha kuingia misikitini siku ya Ijumaa. Wewe una watoto wewe. Kama unasema DCI is not involved, kama mnasema Ruto is not involved, hawa vijana wa watu wanachukuliwa na nani? Director wa DCI wewe wanachukuliwa na nani? Mimi sisemi kwamba wamefanya makosa ama hawajafanya makosa, but in Kenya we have a law. Kuna sheria Kenya. Kama huyu kijana mnayesema Peter Njeru Mteti ati alimchora Ruto kama amefariki, ndio maana mumeenda kumchukua, is that the way to do it? Wewe nikuulize wewe DCI, please allow me to say this. Hivi wewe kweli unaamini wewe watu wawili wakigombana mmoja wao aende akachukuliwa yapigwe mpaka uliwe, is that the way to do it? Hapana. We have a law. We're a law-abiding nation. We're a country made up of a constitution. Kama munaona huyu kijana alimtukana Ruto, there is a way to do it. Kuna court order analetewa, huyu kijana anapelekwa mahakamani. And who is the complainant? Kama complainant ni Ruto, Ruto aende mahakamani ama atume wakili wake mahakamani. Kwa nini mnachukua vijana wa watu? Huyu kijana amechukuliwa na DCI. Wao ni IGP. Kulikuwa na police uniformed officers hapa. Officers with police uniform. Waliomchukua huyu kijana Peter Njeru Mteti. Kwa nini mnachukua vijana wa watu? Huyu kijana amechukuliwa na DCI. Wao ni IGP. Kulikuwa na police uniformed officers hapa. Officers with police uniform. Waliomchukua huyu kijana Peter Njeru Mteti. Are you? Don't you have children? Where IGP? Don't you have children? Huh? Nyinyi watu nyinyi. Wewe Ruto wewe. Nimekuambia, angalia Madam Rachel. Mimi I'm not here to condemn you of anything. Lakini I'm here to tell you one thing.
your husband is evil. So stop going into churches, Madam Ruto, and praising your husband by using the God's name in vain. Watoto wa watu wanapotezwa. Kama watu wamezungumza katika internet, we are a democratic nation made up of a constitution. Let it be used. Kesho wewe Madam Rachel, mtoto wako Nick, nimekuapia kwa Mungu aliye juu mbinguni, atakuja kupotezwa wewe. Utalia kilio cha mbwa meno juu. Trust me. See, you believe in the Jesus that you are preaching in churches, don't you? Well, nakuuliza Madam Rachel, look at me. Huh? See, wewe unaenda kwenye makanisa, una preach. Juzi ulikuwa kwenye kanisa ukamsifu mume wako kwa jina la Bwana Yesu. Mimi nakwambia hivi, the Jesus that you were talking about, that is leading your husband, that's not the Jesus. That's not the Jesus of Nazareth. That's the Jesus of the DCI and the Jesus of the State House. Kwa hivyo nenda ukakae na huyo Jesus kwanza chini. Invite him for a cup of coffee, that so-called Jesus. Halafu mwambie, bwana wangu amechukua watoto wa watu. Na mkisema Ruto is not involved, who is? Tell me. Hebu mtu mimi nataka aniambie, who is if not Ruto? Believe me, in the name of God. Believe me, Madam Rachel, haki ya Mungu. Ninakuwa pia kwa Mungu, kama vile nilivyo hapa kwa watu wengine. Believe me, Madam Rachel. See what will happen to your family. If this is what you people, if this is what your husband is doing to other people's children, huh? You wait and see what will happen to his children, which are yours as well. Mungu sio Kariuki. Mungu sio Arab Sugoi. Ha? Mungu sio Kalonzo. Mungu sio Dr. Mkeni. You will see what God will do. That very God that you are talking about. You wait and see. Nilikuwa nataka kumzungumzia na huyu mnayemwita nani? Martha Koome. Martha Koome wewe. Martha Koome, the first female Chief Justice in Kenya. I have a small question. Madam Koome, nataka nikuulize. Kwa sababu na wewe nakuona unaingia na wewe pia makanisani. Please, na swali dogo nataka kukuuliza Martha Koome. Hiyo judiciary yako ilituambia kwamba Rigathi Gachagua ni mwizi. Please, I'm not here to support Rigathi Gachagua. Lakini nakuuliza hivi, hiyo mahakama ndio iliyokamata mali ya Rigathi Gachagua. Mukasema hii mali haitoki kwa sababu hamuna karatasi za Rigathi Gachagua. The same court ikarudi ikamwambia hapana, Rigathi Gachagua is innocent. Chukua mali yako nenda. Later, the same court ikarudi ikamchukua tena Rigathi Gachagua ikamwambia hapana, hii mali ilikuwa ni ya wizi. Toka, you've been impeached. Lakini governor wa Meru alipokuwa anataka kuwa impeached, mlimpa how many days? 120. But Rigathi Gachagua, it was there and then. Go. I'm not here for Rigathi Gachagua. I'm here for the law. Wewe Martha Koome wewe. Wewe Martha Koome wewe. Nakwambia wewe, look at my finger. Your days are due. Not you, not Ruto. Huh? You people are your days are due. Na huyo same Jesus ninayewaambia ambaye kwamba mna preach. Wewe Martha Koome, hawa vijana waliokuwa abducted, did you not haven't you not seen it? Nakuuliza, you are the Chief Justice. Haven't you not seen? What have you said about it?
Does the law permit hawa ma-DCI kwenda kwenye majumba ya watu na kuchukua watu katika ma-restaurant yao wakawatupa katika magari? Does the law say that? Martha Koome, hebu tuambie. Wewe ati Merry Christmas, Happy New Year.